tumeanza sasa conversation on the national elections, and this is about our country. Mtu asione kwamba eti tunaongea kwa sababu ya chuki ama mambo mengine. Mambo mengine yako wazi na tutazungumza wazi hadharani, kila mtu akiona haya maneno. Kwa sababu wewe jiulize, kwa nini tunasema tubadilishe serikali? Na ndio nataka wale viongozi wa serikali waache kuwadanganya wananchi. Kila wakati wanasema eti Mheshimiwa Rigathi Gachagua, eti Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, eti hao watu wa upinzani hawana akili, hawana mpango, hawana plan. Tuna mpango. Mpango wa kwanza ni kuwatoa uongozi. Alafu tuko na mpango. Na tukiwatoa uongozi, kwa hiyo plan tuko nayo, tubadilishe nchi yetu, tutoe uongozi bora kwa nchi yetu. Sababu shida ile tuko nayo saa hii, watoto wako nyumbani. Viongozi wa serikali wanadanganya wananchi. Eti watoto wameingia shule 100%. Na mliona hata kwa Citizen Nipashe jana. Vile watoto wanalia, watu hawajaenda shule, wazazi wanahangaika. Na mimi mnajua mimi nilikuwa katika Wizara ya Elimu. Na nilisurura hapa, hata shule zenu zile ziko hapa Pandei, nilikuwa hapa kila wakati, Njabidi Boys hapa nini, kuhakikisha kwamba watu wazicheze na watoto wetu na wazicheze na kazi. Tulinde, tuhakikishe kwamba kila kitu iko sawa. Sasa huo mchezo tulikuwa tunapigana nao wakati huo ndio umerudi sasa saa hii. Wakati viongozi wa serikali hawana haja na kutumikia wananchi. Sisi tunataka serikali. Mtu akituuliza kwa nini tunataka mabadiliko? Tunataka mabadiliko kwa sababu tuna mpango wa kuleta uongozi bora kwa nchi yetu. Turekebishe elimu. Turudishe free primary education. Turudishe free day secondary education. Wanazazi na watoto wasihangaike. Turudishe NHIF, tutengeneze mambo yetu ya afya. Ili hii shida tuko nayo ya afya tuisuluhishe. Ningependa kuzungumzia mambo haya mawili. Kwanza, haya mambo ya kuajiliwa kwa walimu. Hawa viongozi wako hapo wa kisiasa wanaelewa. Sasa imekuwa mambo ya aibu eti walimu wanaandikwa kutoka kwa ofisi ya rais. Ukiwa rafiki wa hiyo ofisi unaenda pale unapewa barua, unaenda kualika walimu. Sasa kama Wanjiku Muya, yeye hawezi kuenda kualika walimu, hawezi kuandika walimu. Yeye anaonekana kama ni adui. Ama Mkunji. Kwa sababu kama mtu mmoja ndiye anaandika walimu, mtu mmoja, mabarua zinapelekwa kwa ofisi moja ili waandike walimu namna hiyo. Wa Kenya mnataka nchi yetu iendeshwe namna hiyo? Hapana. Mtoto kutoka hapa Njabini ako na haki kuapply aende aandikwe kuwa mwalimu. Na mambo haya ya ufisadi kwa serikali ambayo inajulikana. Tunaelewa, tunataka viongozi wetu wa kitaifa wajue hivi. Haya sio maneno tunafanya kwa sababu ya sarakazi. We are not engaged in public entertainment. Tunaelewa serikali and we understand what is happening. Walimu, teacher unions leo, vile mmesikia hapa Mheshimiwa Muturi amesema, wamesema wanataka withdraw 400,000 teachers kutoka kwa hiyo maneno ya SHA. Ukiangalia budget line, insurance cover ya walimu ni 17 billion. Na vile ilifanywa, wale ambao walipewa hiyo kandarasi kufanya ni makampuni ya wakubwa wawili kwa serikali hii wa kitaifa. Sasa walimu hawana insurance, hawana cover, wanahangaika, hawasaidiki. Tulitoka kwa serikali na wakati mmoja tutazungumzia haya maneno. We will be very honest and we will tell the country these things. When we left the government in late 2022, insurance cover ya polisi 5.3 billion. Tulikuwa tumepanga maneno mzuri. In 2 weeks or 3 weeks, the tender they had been given to some insurance company. Mwende muangalie ni ya nani wakubwa. Sasa polisi wetu wanahangaika ukule nje eti outcover ya polisi ni 3,500. Nani atatibiwa na 3,500 outpatient? Sasa polisi wanalia huko, walimu wanalia huko. Huo ndio uongozi. Alafu sasa wanasema sisi hawa wa upinzani sisi hatuna akili. Wale wako na akili ndio hiyo, akili kubwa. Akili ile ni ya kupora pesa ya wananchi. Watu wako na akili nyingi wanaandika walimu kutoka ofisi moja. Hiyo ndio akili. Wananchi wa kawaida hawa hawana nafasi sawa na wale wengine ya kupata hiyo kazi. Kwa sababu ya akili nyingi unachukua pesa hiyo ya insurance ya walimu, mnapea makampuni zenu. Walimu wote 400,000 wanahangaika. Kwa sababu hao walimu na sisi hatuna akili. Nyinyi ndio mko na akili.
Jamani wananchi, hiyo ndio akili kweli? Hapana. Sasa hawa wangwana tunataka kuwaomba hivi. Tutakuwa na nafasi ya kuongea mambo mengine mengi, lakini wananchi na waomba, sisi zote Kenya tunateseka. Shida mlio nayo hapa Nyandarua ndio shida mtu wa Nyamira anasumbuka nayo, ndio shida mtu wa Siaya anafikiria, ndio shida ya mtu wa Embu. Tafadhali tuungane. Hata mkiwa hapa Mlima Kenya ni vizuri vile mnaongea. Huu ni wakati wa kuungana kama Wakenya, tufikirie maneno ya Wakenya. Sisi, mimi vile Mheshimiwa Muturi amesema, mimi nataka kusema hivi, tuko tayari kutembea pamoja, tuko tayari kushirikiana na hawa viongozi, kwa sababu hakuna namna ingine, hakuna njia ingine tunaweza kusonga mbele kama taifa ama kama nchi kama tuungani sisi wote pamoja. Kwa sababu sasa mmeona labda Kenya hii sambuli ya watu ni wawili, Mheshimiwa Gachagua, wale wako na akili na wale hatuna akili. Wale wako na akili wanachukua vitu ya watu. Hapa Naivasha ukiona kuna watu pesa ambao walikuwa na shamba pale Ndabibu wanasumbuka. Wale wako na akili wanachukua hiyo shamba, kwa sababu pesa wale hawana akili na sisi hatuna akili. Wale wako na akili wakiona shamba kama hiyo wanaichukua, wakienda huko kwingine, huko Narok na kule kwingine. Wale wako na akili wakiona shamba kama hiyo, hata kama ni ya serikali, wanaichukua. Ukalao hatuna akili, wale hatuna akili, tunabaki tukihangaika namna hiyo. Tafadhali ninawaomba ndugu na dada, tuungane pamoja. Nimalizie hii ya mwisho. Uchaguzi umeanza na tutaanza mambo ya kampeni hapa. Tafadhali vijana, register to vote, chukueni kadi ya kura. Lakini wananchi ninawaomba, tumekuwa katika safari hii before. Watu wanapita hapa, kila mtu anaongea maneno tamtamu hivi kama sukari, wengine wakibeba mabibilia, wengine wakiimbaimba hapa. Nyimbo ni sawa, lakini mfikirie hali ya nchi hii siku za usoni tutakuwa namna gani? Sababu mimi najiuliza kila wakati, hawa wamefikisha nchi yetu hapa kwa miaka 3.5 ama miaka 4. Ukiwaongeza miaka ingine 5, kweli kutakuwa na nchi inaitwa Kenya? Tutamalizika sisi wote. Na hata wakiuliza kila wakati eti wanataka waongezewe muda. Unajua ukipewa kazi unaomba uongezewe muda kufanya kitu fulani. Wao tunawaongezea muda kufanya nini? Yaani tunawaongezea muda watoto wetu waendelee kukaa nje ya shule. Tuwaongezee muda tuendelee kuteseka na SHA. Tuwaongezee muda waendelee kuchukua yale mashamba. Wale hatuna akili hatuwezi chukua, wale ambao wanachukua wale wako na akili. Tafadhali hiyo maneno ya kuambiwa tuongezee, waulize tuwaongezee muda kwa nini? Where do you want more time? Ufanye nini? Sababu sasa hakuna kitu unafanya saa hii, tukuongezee muda ufanye nini? Ili tuendelee kuteseka, tuendelee kusumbuka. Wananchi tukae pamoja. Sisi ni wamoja. Hapa Nyandarua kwanza, vile Mheshimiwa Justin amesema, hata mimi niko na marafiki wengi hapa, viongozi wengine huko wa Jubilee, sisi zote ni boma moja. Hata kuna kanisa hapa ya Seventh Day Adventist, nitakuja hapa hivi karibuni. Mheshimiwa Metu, siku hiyo twende na wewe SDA, nikupeleka SDA pia. Au umenileta leo kwa kanisa yako. Tutembeleane, tuwe pamoja, tusidi kutengeneza urafiki, tujengane, tuhakikishe kwamba nchi yetu inakaa pamoja na tunafaulu tukiwa pamoja. Mungu na awabariki na asante kwa mapenzi yenu. Hakika nyinyi viongozi wenu hapa, wale ambao tumejuana na tumefanya kazi nao, niseme tu kweli ni watu wa mapenzi, ni watu ambao wako na heshima, na mimi nina furaha na namshukuru Mungu kujiunga na nyinyi na kuwa na nyinyi hivi vile tulivyo leo. Mheshimiwa Gachagua, tutaendelea kutembea pamoja. Ndugu yangu Justin Muturi, tutaendelea kutembea pamoja. My sisters, hawa mko hapa, Mheshimiwa Cecily Kariuki, Mheshimiwa mjumbe wa hapa, tutatembea pamoja ili tukae pamoja, tuhakikishe kwamba nchi yetu tunaifikisha mbele hapo mahali tunaenda. Mungu na wabariki. Asante sana, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutaonana tena hivi karibuni hapa tukitembeleana. Asante sana.